kukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, kiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry Abalare. Tukaribisha mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Tutasoma kitabu cha Mathayo. Tutafungua Biblia zetu hapa kanisani, na pia mtazamaji, fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo 13, Mathayo 13 mstari wa 4. Mathayo 13 mstari wa 4 kuendelea. Na alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wa angani wakaja wakala. Mstari wa 5, nyingine zilianguka penye miiba, pasipokuwa na udongo mwingi, zikaota haraka kwa kukosa udongo wenye kina. Mstari wa 6, lakini jua liliposuka ziliugua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Mstari wa 7, nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zingine zikazaa 100 na zingine 100, zingine 60 na 30. Haleluya. Mstari wa 18, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme bila kuelewa, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye yule aliyepandwa karibu na njia. Mstari wa 20, naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini ana mizizi ndani yake, bali udumu kwa muda, ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara ushukishwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa alisai. Mstari wa 25, lakini mstari wa 20 na kwa mstari wa 24 imesema, akawatolea mfano inasema, naye aliyepandwa kwenye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye neno na kuelewa. Yeye alisikia lile neno na kulielewa. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kulielewa. Yeye ndiye asaaye matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Tumesoma mfano na tafsiri ya mfano. Tukiangalia Biblia vile inasema katika mstari wa 18, inasema mwenye aliyepandwa kwenye basi ninyi sikieni mfano wa mpanzi.
19 nasema, kila mtu asikiapo neno la ufalme bila kuelewa, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Haleluya. Tunazungumzia kuelewa neno. Hii ndio jambo ambalo leo tunajifunza. Kuna kuelewa na kutokuelewa. Kwa hivyo Yesu alieleza wale wasioelewa na wale wanaelewa. Katika mstari wa 19 inazungumzia wale hawaelewi. Mstari wa 23 inazungumzia wale wanaelewa neno. Tunapozungumzia kuelewa ama tunapozungumzia mbegu ambayo Yesu anazungumzia, ni mbegu ya neno la Mungu. Mbegu ya neno la Mungu ndio maandiko inasema, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari 63 inasema, tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali mbegu inayodumu hata milele, yaani neno la Mungu. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu mbegu, nazungumzia neno la Mungu. Wale wanaosikia neno la ufalme na wasielewe, wamefananishwa na mbegu iliyoanguka kando ya njia. Akaya yule mwovu akaliondoa ama akaling'oa lile lilikuwa limepandwa. Neno gani ambalo linapandwa ndani ya mioyo yetu? Kuna moyo kama barabara ambao huo moyo huwezi kupokea, na kama moyo huwezi kupokea, basi huo moyo huwezi kuelewa neno la ufalme. Yesu neno gani anataka tuweze kuelewa? Hapa nataka uweze kuangalia katika Biblia kuna vipindi vitatu, na ni vipindi vya muhimu kila Mkristo aweze kuelewa. Kuna kipindi cha dhambi, kuna kipindi cha sheria, na kuna kipindi cha neema. So katika hiki vipindi vitatu watu wengi wamekosa kuelewa. Watu wengi wamekosa kufanya nini? Wamekosa kuelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi hawajui dhambi ni nini. Wengi hawajui kwa nini Mungu alipeana sheria. Wengi hawaelewi neema ilikuja ifanye kazi gani. So kwa sababu ya kutokuelewa, wanaposikiza injili ya msamaha wa dhambi wanakosa kuelewa. Kwa sababu gani? Wanaishi katika ulimwengu wa dhambi, wengine wanaishi katika ulimwengu wa sheria, hawajaingia katika ulimwengu wa neema. Katika ulimwengu wa neema ni kujaliwa kuelewa neno la ufalme. Wale hawajaliwa kuelewa neno la ufalme ni vigumu sana kuweza kuelewa kipindi cha neema. Na ndio unapata watu wanaishi maisha wenye dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajaliwa neema ya kuelewa, hawajaliwa neema ya kuelewa ufalme. Hebu tuangalia mstari wa 11 katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 11 inasema, akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Unaona, Yesu ameshaweka tofauti kabisa, wale wamejaliwa na wale hawajaliwa. Lakini anasema namna gani? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Wewe umejaliwa, na kuna wale hawajaliwa, bali wao hawajaliwa. Kuelewa siri ya ufalme wa Mungu, kuelewa siri ya msamaha wa dhambi, kuelewa vile ambavyo dhambi yako ilioshwa, vile dhambi yako ulikombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi, ni Mungu anakujalia. Haleluya. Kwa hivyo mbegu iliyoanguka kando ya njia ni mbegu ambayo inafananishwa na mtu anayesikia neno la ufalme na asielewe. Ndio unaona watu wengi wanasema, hii neno mchungaji anahubiri, mimi silielewi. Utaelewaje wewe na ni mbegu iliyoanguka kando ya njia? Mbegu iliyoanguka kando ya njia ni wale wanasikia neno na wasielewe. Lakini mbegu iliyoanguka katika udongo mzuri ni wale wanaosikia neno la ufalme na kuelewa. Haleluya. Watu wengi hawaelewi vile dhambi ziliozwa. Watu wengi hawaelewi ile kazi Yesu aliwafanyia. Ndio watu wanaishi kulia machozi kila siku kwa sababu ya dhambi zao. Wanaishi kujitakasa kila siku kwa sababu hawajui vile dhambi iliondolewa. Wengi hawajui vile sheria ilifika mwisho.
Kwa sababu gani? Hawajui kusudi la sheria, hawaelewi kwa nini Mungu alipeana sheria. Kusudi la Mungu kutupatia sheria si tuishi kulingana bila sheria inasema. Mungu alitupatia sheria tutunze. Mungu alitupatia sheria ili tuishi kulingana bila sheria inasema. Hapana. Kusudi la Mungu kutupatia sheria ni ili tuweze kutambua dhambi. Haleluya. Kusudi la Mungu kutupatia sheria ni ili tuweze kutambua dhambi. Kitabu cha Warumi 3:20 nasema, hakuna mwenye mwili atahesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Warumi 7:7 maandiko yanasema, tuseme nini basi? Torati ni dhambi? Asa, walakini singelitambua dhambi kama sheria singelisema usitamani, singelijua kutamani ni dhambi. Kwa hivyo sheria ilikuja ili tuweze kutambua dhambi. Lakini watu wengi wanajaribu kutunza sheria, watu wengi wanajaribu kuweka sheria, hawajui hata ukisika sheria yote. Sheria kulingana na Biblia, sheria ambayo Mungu alipeana ni sheria 613. Sasa tuseme kuna mtu amesika sheria 612. Huyu mtu amesika sheria 612, amevunja moja, anaenda mbinguni? Anaenda mbinguni? Kitabu cha Yakobo sura ya 2:10 nasema, mtu yule asikae sheria yote akajikwaa katika neno moja, amevunja yote. Yaani mtu yule anayesika sheria yote akijikwaa katika neno moja, amevunja yote. Haleluya. Unaweza sika sheria yote lakini ujikwae katika neno moja, umevunja yote. Yakobo sura ya 2:10, maana mtu awaye yote atakayeisika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Sheria ikuja ufanyike mwenye haki. Sheria si njia ya kwenda mbinguni. Sheria si njia ya kuunganisha na Mungu. Sheria haiwezi kukuleta karibu na Mungu. Sheria ilikuja kukuonyesha uchafu wako. Sheria ilikuja kukuonyesha moyo wako jinsi ulivyo muovu, bila umepotoka, bila moyo wako ni mchafu, bila uko mbali na Mungu. Hii ndio kusudi Mungu alipeana sheria. Sheria ni takatifu, sheria ni ya haki, sheria ni njema. Na sasa sheria ambayo ni takatifu na ni ya haki na ni njema ilikuja kwa mtu aina gani? Ilikuja kwa mtu mwenye dhambi, ilikuja kwa mtu ambaye ni wa mwili, ilikuja kwa mtu ambaye ni muovu. Kwa hivyo sheria takatifu ikapewa mwanadamu mwenye dhambi. Sheria ya rohoni ikapewa mtu wa mwilini, ili aweze kujitambua mimi ni wa mwilini, na aweze kujitambua mimi ni mchafu, mimi ni muovu. Haleluya. Sheria ni takatifu na ni ya haki na ni njema na ni ya rohoni. Lakini ilipewa mtu aina gani? Ilipewa mtu ambaye ameitwa chini ya dhambi, ambaye ni mtu wa mwili. Mtu wa mwili hawezi kutimisha sheria ya rohoni. Na Mungu alikupea sheria si utunze, ni uvunje. Moyo wa Mungu alipeana sheria kwa kusudi moja, uvunje hiyo sheria. Kwa sababu ndani ya moyo, maandiko inasema, baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wake wameniasi. Baba yako wa kwanza alifanya dhambi. Kwa hivyo ni baba yetu wa kwanza alifanya dhambi, sisi tukafanyika wenye dhambi. Haleluya. Hatukufanyika wenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Tulifanyika wenye dhambi kwa sababu ya baba yetu Adamu. Adamu alipomwasi Mungu, sisi sote tulisaliwa tukiwa tumemwasi Mungu. Warumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Dhambi kuletwa na watu wawili. Dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na kwa hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kupitia Adamu tulifanyika wenye dhambi. So watu wengi wanajaribu kusuluhisha dhambi. Kuna wale wanaenda kuungama, wanasimama kwa mwanadamu, nilifanya, naomba unisamehe. Wanaungama dhambi asili yao. Hawajui hata ukisimama mbele ya nani, dhambi yako wewe siondolewa. Watu wengi wanaita dhambi matendo yale wanayotenda. Hawajui kwa sababu ya dhambi mawazo mabaya, matendo mabaya yanatokea.
Kwa hivyo Yesu alieleza ndani ya moyo. Nini iko ndani ya moyo wa mwanadamu? Marko 7:61 alisema ndani ya moyo watu hutoa mawazo mabaya, uasherati, wivu, uwaji, ukorofi, ila, kijiso na matukano, na hayo maovu yote yanatoka ndani, nayo yanatia mtu najisi. Kwa hivyo moyo unatoa mawazo mabaya, mawazo mabaya yanatoa matendo mabaya. Sasa watu wanajaribu kubadilisha mawazo na matendo bila kuelewa dhambi iliyo ndani ya moyo. Haleluya. Na wanajaribu kuungama kila siku na kutubu na kujitakasa hii dhambi, lakini dhambi iishi. Kwa sababu gani? Tuseme kwa mfano, leo umekutana na mtu, kama ni danda amekutana na ndugu, kama ni ndugu amekutana na danda, amemtamani. Anapomtamani akimbia kanisani kuomba msamaha. Mungu nisamee, niliona nikatamani, naomba unisamee. Ukifungua jiso moja bado uko kwa maombi, uone yule ndugu ama yule danda, utaendelea kutamani hata ukiwa kwa maombi au la? Utaendelea kutamani. Kwa sababu gani? Dhambi haijui uko wapi. Dhambi itatoa mazao yake ya kutamani, na utaanza kutamani. Sasa watu wanajaribu kujitakasa dhambi, wanajaribu kuondoa dhambi wao wenyewe bila kuelewa. Hawana uwezo wowote wa kusuluhisha dhambi zao. Kupitia Adamu tulifanyika wenye dhambi, na ndio maandiko inasema mliuzwa bure na mtakombolewa bila fedha. Mliuzwa bure na mtakombolewa bila. Unafaa ujue uliuzwa bure. Adamu alituuza chini ya dhambi. Kwa hivyo kama alituuza kwa dhambi, hatuwezi kujitoa kwa dhambi sisi wenyewe. Nataka uangalie hili neno, Isaya 52:3. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Mliuzwa bure na mtakombolewa bila fedha. Hapa ndio wahubiri wa uongo wanatokea. Anakuja anakuambia kuna laana ya visasi vinne, kwenu kuna laana, wewe uko na laana, toa pesa fulani ili ukombolewe. Lakini maandiko inasema maana mliuzwa bure na mtakombolewa bila fedha. Ili ukombolewe unahitaji nini? Unahitaji utoe fedha? Kama hakuna kitu ulitoa ukafanyika mwenye dhambi, hakuna kitu utatoa ili ufanyike mwenye haki. Uliuzwa bure na utakombolewa bila fedha. Sasa watu wengi kwa sababu ya kutokuelewa, wao wanaishi katika ile mbegu iliyoanguka kando ya nini? Kando ya njia. Hii neno linakuja kwao. Neno likikuja kwao hawalielewi. Yule mwovu anakuja anang'oa lile limepandwa, kwa sababu hawajui dhambi ni nini. Dhambi si kitendo bila unafikiria. Dhambi ni wazi. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 3:4, maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni wazi. Dhambi si kitendo, dhambi ni wazi. Maandiko inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni nini? Dhambi ni wazi. Na ukiangalia mstari wa Warumi 5:19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kupitia kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa. Kwa hivyo uliingizwa katika hali ya kuwa mwenye dhambi. Si ya kwamba ulichagua kuwa mwenye dhambi, uliingizwa kwa sababu ya kuasi kwake mmoja anaitwa Adamu. Adamu alipomwasi Mungu, sisi sote tuliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa unapata watu wako hapa kwa Adamu. Wako wapi? Hapa kwa Adamu. Wengine wako hapa kwa Musa. Hakuna mtu amefika kwa Kristo. Hakuna mtu amefika hapa kwa Kristo. Juu ukisa toka kwa Adamu kujiona mwenye dhambi, utoke kwa Musa ambaye alileta dhambi, uende kwa Kristo, basi ukifika kwa Kristo unahesabiwa kuwa mwenye haki. Haleluya. Uhesabiwa haki kwa ajili ya matendo yako. Bora umetoka kwa Adamu, umetoka kwa Musa, umefika kwa Kristo. Kristo anakuhesabia haki bure, si kwa kazi yako, si kwa matendo yako, si kwa juhudi yako. Unahesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Maandiko inasema namna gani?
kadhalika kwa kutii kwake mmoja. Kuna yule aliasi na kuna yule alitii. Yule aliyeasi ni Adamu, yule aliyetii ni Kristo. Sasa uko kwa nani? Uko kwa yule aliyeasi. Kama uko kwa yule aliyeasi, wewe ni mwenye dhambi. Kama umesimama kwa yule aliyetii, wewe ni mwenye haki. Kwa hiyo kufanyika mwenye haki, unafanyika mwenye haki namna gani? Kutoka kwa Adamu kwenda kwa Yesu. Ni ngumu ama ni rahisi? Yaani unabadilisha tu kwa session. Nilikuwa hapa kwa Adamu ambaye ni mwenye dhambi, nimetoka hapo nimeenda kwa Kristo. Ukisimama kwa Kristo, Kristo anasema huyu ni mwenye haki. Haleluya. Anasema wewe uko sawa. Dhambi zako zote zimeoshwa na nani? Na Yesu Kristo. So watu wanahisi kusema wao ni wa Kristo, lakini wako chini ya Adamu, wako chini ya Musa, na wanasema wao ni wa Kristo. Huwezi kuwa Mkristo kama uko na dhambi. Huwezi kuwa Mkristo kama uko chini ya sheria. Wale ambao ni wa Kristo ni wale wako chini ya neema. Juu neema na sheria haviwezi sangamana pamoja. Ndio wakati Yesu alipanda mlimani, wakati alikuwa anabadilika sura, wanafunzi wa Yesu waliona watu watatu. Waliona Musa, Eliya na Yesu Kristo. Hata wakasema ni vizuri namna gani tukiwa hapa tukijenga kibanda cha Musa, tujenge kibanda cha Eliya, tujenge kibanda chako. Moyo wa Petro anataka kusimamisha sheria, asimamishe unabii, asimamishe neema pamoja. Lakini katika kunena hivyo, Musa akaondoka, Eliya akaondoka. Akabaki nani? Yesu peke yake. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha manabii. Kuna nabii na kuna Musa ambaye alileta sheria. Ndio maandiko inasema huyu manabii wote wamemshuhudia. Torati na manabii walikuwepo mpaka Yohana. Kitabu cha Luka 16 mstari wa 16. Torati na manabii walikuwepo mpaka Yohana. Torati ilikuwepo. Huyu Torati na manabii wote wamemshuhudia. Torati na manabii waondoke ili Yesu abaki akiwa mwokozi. Haleluya. Juu Torati ilinena kuhusu Yesu Kristo, manabii walinena kuhusu Yesu Kristo. Kwa hivyo juu walinena yule atakaye kuja ambaye ni Yesu Kristo, manabii na Torati wakaondoka, Yesu akabaki. Kuonyesha wokovu uko kwa Yesu tu peke yake. Haleluya. Watu wengi wamesimama tu kwa Adamu. Mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Unaposema wewe ni mwenye dhambi, unasema wewe ni wa Shetani. Kwa sababu mwenye dhambi ni wa Shetani. Adamu alipomwasi Mungu alifanyika wa Shetani. Na unaposema mimi ni mwenye dhambi, atarea dhambi Biblia inasema ni wa nani? Ni wa Mungu. Ni wa Shetani. Angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8. Maandiko inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Atendaye dhambi ni nani? Na unasema wewe ni mwenye dhambi. Unaposema wewe ni mwenye dhambi, unasema baba yako ni nani? Unasema mimi ni wa Shetani. Kwa hivyo Yesu alikuja ili aweze kututoa katika utumwa wa dhambi. Na tunapotoka katika utumwa wa dhambi, tumetoka katika utumwa wa Shetani. Haleluya. Tumeshatoka katika utumwa wa dhambi na Shetani na utumwa wa sheria, ametuingiza katika neema. Haleluya. Na katika neema hiyo, kitabu cha Warumi 3 mstari wa 24, maandiko yanasema wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hivyo tukifika kwa neema, tunahesabiwa kuwa wenye haki. Haleluya. Tukifika kwa nini? Kwa neema, tunahesabiwa kuwa wenye haki. Tunafanyika wenye haki kwa njia gani? Tunaoshwa dhambi zetu kwa njia gani? Tukitoka kwa Adamu, tukitoka kwa Musa ambaye ni sheria, tukifika kwa neema, tunahesabiwa kuwa wenye haki. Tukifika kwa Yesu, Yesu anachukua dhambi zetu. Haleluya. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24, maandiko inasema namna gani? Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti.
Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tukiwa hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Haleluya! Yesu alichukua dhambi zako, ama atakuja kuchukua? Watu wale wasiomwamini Yesu ndio wanaishi kusema mimi ni mwenye dhambi, kwa sababu hawaamini Yesu Kristo aliyekuja akachukua dhambi zetu. Nikimalizia, nataka nikupe mfano. Tuseme kwa mfano unayo deni, na hii deni umeshindwa kulipa. Ndugu yako ama dada yako asikie ndugu yangu ama dada yangu ako na deni, na wewe umeenda mafisoni kujifisa kwa sababu ya deni, kwa sababu umeshindwa kulipa. Ndugu yako ama dada yako akutane na mdeni, amlipe ile deni. Ukiwa mafisoni unayo deni, uko na deni ndani ya moyo wako, lakini mdeni amesali. Yule alikuwa na kudai tayari alilipwa, lakini wewe mafisoni ndani ya moyo wako unajisi mdeni. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujui deni yako imefanya nini, imelipwa. Kwa hivyo deni ambayo mdeni yako wewe ulikuwa unadaiwa, deni uko nayo ni gani? Uko na deni ya kutokujua deni yako ililipwa. Katika studio hii ya Meru TV leo na kujulisha deni yako ya dhambi Yesu alikulipia. Ni vile unakutana na wakora wasiokutana na Yesu. Wale hawakukutana na Yesu, Yesu awapatie habari hii. Wako na habari yao ya kukwambia endelea kujitakasa, endelea kuomba msamaha, endelea kung'ang'ana kutimisha sheria. Hao ni wale ambao hawakukutana na Yesu, lakini wanajiita watumishi wa Yesu Kristo. Lakini mtu aliye mtumishi wa Mungu aliyekutana na Yesu na akapewa ujumbe na Yesu, anakuonyesha dhibitisho vile Yesu alikulipia deni yako yote ya dhambi. Haleluya! Dhibitisho ndio hii, yeye mwenyewe alichukua dhambi zako. Yesu alichukua dhambi zako. Haleluya! Na kotoleo moja ambayo Yesu Kristo alitoa imekukamilisha hata milele. Baada ya kukamilika, akasema namna gani? Dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Dhambi zako Yesu alisukua, dhambi zako zote Yesu alisilipia pale msalabani. Dhambi zako zote zilioshwa na damu ya Yesu Kristo. Kutoka sasa wewe si mwenye dhambi tena. Sema mimi ni mwenye haki. Mimi nimetakaswa na damu ya Yesu Kristo. Si ajitakasa, nimetakaswa. Sema nimetakaswa. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji kwa muda ambao Mungu amenipatia kushiriki na wewe neno hili. Naomba tusiriki kwa maombi, na pia usiriki nasi katika kusapoti hiki kipindi, na chochote kile unajihisi ndani ya moyo wako kusapoti naso hiki kipindi. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu ya neema yako na fadhili zako mfalme. Bwana majeshi, naamini kwamba kila mmoja umempatia kuelewa vile dhambi zake zote zilioshwa. Tumeona wale ambao hawaelewi ni wale ambao neno lako lilipoingia alikupata nafasi, mioyo yao imekuwa kama barabara, yule mwovu akakuja akanyakua kwa sababu hawakuelewa. Na wale ambao wanaelewa neno lako, mbegu hii ya neno inapoanguka ni kama imeanguka mahali kwenye rutuba, na ile mbegu inazidi kuzaa. Hebu neno hili limeingia ndani ya moyo wa mtu siku ya leo, na huyo mtu ameshaelewa neno hili, hebu likawe na mazao na matunda. Na ukitenda hivyo, utukufu na sifa utazidi kukurejea. Pokea sifa na pokea utukufu, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Tuage mtazamaji wetu kwa makofi, shangwe na vigelegele. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Amen. Mungu awabariki. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia na Bwana.
kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.